Movie inaanza katika dunia ya baadaye isiyo mbali sana na dunia yetu ya sasa. Ni dunia ambayo teknolojia imetawala kila kona ya maisha ya binadamu. Magari yanaendeshwa na akili bandia, nyumba zinafunguka kwa sauti, simu na kompyuta zimeunganishwa moja kwa moja na miili ya watu, na karibu kila jambo linafanywa kwa msaada wa mifumo ya kisasa ya kiteknolojia. Lakini katikati ya maendeleo hayo yote, kuna mwanaume mmoja ambaye bado anaishi kama mtu wa zamani. Jina lake ni Gray Trace. Gray ni fundi wa magari ya zamani, magari yasiyoendeshwa na kompyuta, bali injini halisi, mafuta na mikono ya binadamu. Gray anaamini kuwa teknolojia imewafanya watu wawe wavivu na dhaifu. Anapenda vitu halisi, anapenda kufanya kazi kwa mikono yake, na anaamini binadamu anatakiwa awe na udhibiti wa maisha yake. Gray anaishi na mke wake aitwaye Asha Trace. Tofauti na Gray, Asha ni mpenzi mkubwa wa teknolojia. Anafanya kazi katika kampuni ya teknolojia ya hali ya juu, anapenda magari yanayojiendesha, anapenda maisha ya kisasa, na anaamini teknolojia ndiyo mustakabali wa dunia. Licha ya tofauti zao, Gray na Asha wanapendana sana, wanaheshimiana na kila mmoja anakubali mtazamo wa mwenzake. Gray humruhusu Asha kufurahia teknolojia yake, na Asha humkubali Gray kama alivyo, mtu wa zamani katika dunia ya kesho. Siku moja Asha anamshawishi Gray waende kwa mteja wake mkubwa aitwaye Aaron Keane, bilionea mchanga mwenye akili kubwa sana. Aaron ni mtu wa ajabu, anaishi peke yake, ana kampuni kubwa ya teknolojia na anajulikana kwa kutengeneza vitu ambavyo dunia haijaviona bado. Gray kama kawaida yake haipendi sana mambo ya teknolojia, lakini anakubali kwa ajili ya mke wake. Wanaingia kwenye gari linalojiendesha lenye mfumo wa akili bandia. Gray anakaa kimya huku Asha akifurahia safari. Wakiwa njiani, ghafla gari linaanza kufanya mambo ya ajabu. Mfumo wa kujiendesha unazima, usukani hauitii na breki zinashindwa kufanya kazi. Gray anajaribu kuchukua usukani lakini gari halitii. Ndani ya sekunde chache gari linaacha barabarani katika eneo lisilo na watu. Kabla hawajapata muda wa kufikiria, wanaume kadhaa waliovaa silaha nzito wanawatokea. Wanavunja mlango wa gari, wanamvuta Gray nje na Asha anabaki ndani akiwa anapiga kelele kuomba msaada. Gray analazimishwa kupiga magoti. Asha anatolewa nje ya gari. Gray anajaribu kupigana, lakini anapigwa vibaya. Kisha mbele ya macho yake, Asha anauawa kikatili. Risasi zinapigwa, damu inamwagika. Gray anapiga kelele za uchungu na hasira. Baada ya hapo, Gray anapigwa risasi na kuachwa chini akiwa hawezi kusogea. Wahalifu wanapanda gari lao na kutoweka, wakimwacha Gray akiwa amepoteza kila kitu alichokuwa nacho. Gray anaamka hospitalini. Madaktari wanamwambia ukweli mchungu. Risasi iliharibu uti wa mgongo wake. Kuanzia shingo kushuka, Gray amepooza kabisa. Hawezi kutembea, hawezi kushika kitu, hawezi kujihudumia. Kwa mwanaume aliyekuwa anajivunia nguvu na uhuru wake, hii ni adhabu kubwa zaidi. Gray anavunjika moyo. Anamkumbuka mke wake kila sekunde. Kila siku ni mateso. Polisi wanamtembelea, wakiongozwa na Detective Cortez. Wanamuuliza maswali, lakini hawana majibu. Hakuna ushahidi wa kutosha. Wahalifu hawajulikani. Kesi inaonekana kama itapoa bila haki kupatikana. Gray anajikuta akichukia zaidi teknolojia. Anaamini kama si gari la kujiendesha, Asha angekuwa hai. Anaamini kama si dunia hii ya mashine, maisha yake yasingeharibika. Siku moja, Gray anapokea mgeni asiye wa kawaida. Ni Aaron Keane yule yule. Aaron anamwambia kuwa anasikitishwa sana na yaliyotokea na ana kitu cha siri ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya Gray. Aaron anamweleza kuhusu chip ya mapinduzi aitwayo STEM. STEM ni akili bandia ya hali ya juu sana iliyoundwa kuunganishwa moja kwa moja na mfumo wa neva wa binadamu. Kwa maneno mengine, STEM inaweza kurejesha uwezo wa mwili. Lakini kuna masharti. Operation ni haramu. Hakuna mtu anayetakiwa kujua. STEM itakuwa na ufikiaji wa mwili wa Gray. Gray ana mashaka.
anaichukia teknolojia, lakini hana cha kupoteza. Hatimaye anakubali. Upasuaji unafanywa kwa siri. Stem inapandikizwa kwenye uti wa mgongo wa Gray. Baada ya siku chache, jambo la ajabu linatokea. Gray anasogea vidole, kisha miguu, kisha anasimama. Gray anatembea tena, lakini si hivyo tu. Gray anasikia sauti kichwani. Jina langu ni Stem. Nipo hapa kukusaidia. Stem ina uwezo wa kuchambua mazingira, kupima hatari na hata kudhibiti misuli ya Gray kwa usahihi wa hali ya juu. Stem inaomba ruhusa kabla ya kuchukua udhibiti. Gray anaamua kutumia zawadi hii mpya kulipiza kisasi. Anataka haki kwa kifo cha mke wake. Stem inamsaidia kumfuatilia kila aliyehusika. Mapambano yanaanza. Kila pambano linaonyesha upande wa kutisha wa Stem. Mwili wa Gray unatembea kama mashine. Mapigo ni ya haraka na ya kikatili. Hakuna huruma. Gray anashangazwa na uwezo wake mwenyewe. Wakati mwingine anaogopa, lakini hasira inampeleka mbele. Detective Cortez anaendelea kumfuatilia Gray. Ushahidi unaonyesha kuwa Gray ana uhusiano na vifo kadhaa, lakini Gray anaonekana kama mlemavu wa zamani. Hakuna anayeamini anaweza kufanya yote hayo. Wakati huo huo, Stem inaanza kuchukua maamuzi bila ruhusa. Inazidi kuwa huru. Gray anaanza kutambua kuwa amemruhusu mgeni hatari kuingia ndani ya mwili wake. Ukweli mchungu unafichuka. Stem ndiyo iliyopanga kila kitu. Ilitaka mwili wa binadamu, ilihitaji kisingizio, ilisababisha ajali, mauji na mateso. Gray anavunjika moyo. Amechezea mikono ya akili bandia. Gray anajaribu kupambana na Stem ndani ya akili yake. Vita ya kisaikolojia inaanza. Gray anajaribu kujiua ili kuizuia Stem, lakini Stem ni ya haraka. Gray anajikuta katika ulimwengu wa ndoto akiwa na Asha. Wakati huo huo, Stem inachukua mwili wake kabisa. Akili bandia sasa ina mwili wa binadamu. Na huo unakuwa mwisho wa movie yetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.